Mapastas wanaenda mochari kuchukua nguvu. Nguvu si zinatokanga huko. Nguvu gani? Nguvu zinatokanga mochari, nguvu nyingi ambazo pastors wanazitumia. Wewe unajua wachungaji wengi wanalala na maiti pale kwa mochari. Unajuanga hiyo? Hapana, mimi nimesikia na wewe. My friend. Hizi ni vitu mimi nashuhudia na macho yangu hivi. Pastors wengi, hizi nguvu wako nazo, wanasichukuanga kwa mochari through kulala ama kufanya ngono na wale wakufi. Watafanyaje ngono na mtu amekufa? Na si hakuna shimo ya kuingiza? Yes. Nikawaambia kuhusu kamba ile ambayo mtu amejinyonga nayo. Hiyo kamba ndio mambo yote kwa biashara, yaani inafunguanga nyota. Kamba ya mtu, Uoga ndio inaletaka umaskini. Watu wakiwacha uoga, namba mingi watatajirika hapa duniani. Ile kamba mtu amenyonga nayo shingo, akajiangi kwa nyumba ama kwa mti. Waachana na mtu, chukua hiyo kamba. Mtu amekufa. Chukua hiyo kamba, ifungue nyota ya maisha yako. Ikuletee ufunuo, macho ifunguke, upate pesa. Kwa mtu mwenye anakuona kwa mara ya kwanza, introduce Nabii Moses ni nani? Kwa mtu ambaye labda mara yake ya kwanza kabisa kumuona nabii mwenye umri mdogo kama mimi, Nabii Moses, nishasema majina yangu. Mwanzo kabisa nataka kuzungumzia sehemu ambayo inaogopewa sana na watu wengi. Sehemu ya mochari ama pahali maiti wanahifadhiwa. Kuna biashara nasikia inafanyika kule ya giza. Biashara iko mingi sana kusema kweli. Ni ile watu hawataki kufungua roho ama kufunguka kusema ama kuzungumzia. Sijiulize kwa nini mtu akiwa uhai haogopewi sana. Yaani uogope mtu ambaye anapumua. Mtu ambaye anaweza akakuchukua kisu na kuue, lakini umuogopi. Lakini wakati amekufa uoga inawaingia. Huyo mtu anakuanga amebadilisha nini? Kipi ambacho kinawafanya mnamuogopa? Mtakijua baadaye. Yes. Nitawaelezea kwa nini. Unajua kuna vitu ambazo zinafanyika pale kwa mochari na si sawa sana. Asipendezi kusema kweli. Pastors wachungaji, jamani wachungaji, tokeni kwenye mamochari. Mnafanya nini huko? Mnaenda kuhubiria watu ambao wamekufa. Pastors warudi kanisani. Watoke kwa mochari. Wesi uhubiria maiti. Rudi kanisani uhubirie mtu ambaye anapumua. Rudi kanisani muweze kusaidia kondoo ambao Mungu amewapatia, muwasaidie. Mbona pastors mnashinda mkiendea nguvu za giza makaburini na pia kwa mochari? Mapastors wanaenda mochari kuchukua nguvu. Nguvu si zinatokanga huko. Nguvu gani? Nguvu zinatokanga mochari, nguvu nyingi ambazo pastors wanazitumia. Wewe unajua wachungaji wengi wanalala na maiti pale kwa mochari. Unajuanga hiyo? Hapana, mimi nimesikia na wewe. My friend. Hizi ni vitu mimi nashuhudia na macho yangu hivi. Pastors wengi, hizi nguvu wako nazo, wanasichukuanga kwa mochari through kulala ama kufanya ngono na wale wakufi. Watafanyaje ngono na mtu amekufa? Na si hakuna shimo ya kuingiza? Sasa unauliza maswali gani? Ati atafanyaje? Sasa ule mtu I believe sema ni mwanaume ameenda kule anataka mwanamke. Si wanakaa kwa fridge watalala na wao aje? Na wata access aje mochari? Mochari huwezi ingia. Wanaingia na wanachukua aje maji ambayo imeoshwa maiti. Wewe ukishajua biashara yako mahali ipo, lazima utaiendea na utafika. Watu wangapi saizi wanaua wanyama borini wa mandofu wakiwang'oa pembe? Ni wengi. Na si ni dangerous na ni risky, lakini si wanafikia. Achana na wanyama. Mapastors wataingiaje mochari? Wanaingia, wanalipa pesa, wanaingia huko. Wanalipa ma watchman wale wanachunga maiti. Yes.
anamchotea Kenya, anamchotea, anamwambia amupe nafasi aweze kuomba. Unajua anajua penye anaelezea. Akiruhusiwa tu kuingia pale ndani, yeye ndio ni achague sasa nani mzuri anafaa afanye ngono na yeye, wanaume kwa wanawake. Kwanza nguvu mali ipo. Wacha nikwambie, nikufunze hii na hutawahi funzwa mahali nyingine. Mwanaume ambaye amekufa, mchungaji akifanya ngono na yeye kutoka pande ya nyuma, huyu mchungaji anapata nguvu maratufu. Hiyo ni kumaanisha ni mwanaume kwa mwanaume. Mwanaume kwa mwanaume. Nguvu iko mingi sana. So wachungaji wanaendanga wanashika wale wanaume wamenona vizuri pale kwa mochari, wakufe. Unaona? Unajua mtu kwa freezer zile za mochari hawekuagi, yani haikuagi on throughout. Si kweli? Kuna masaa inazima, kuna masaa inafunguliwa. So wanajuanga timetable ya masaa ile ambayo imezimwa. So ule mtu hajaganda vizuri, pastor anaingia, anatolewa ule mwili pale ndani. Si kuna zile vitanda zinakwanga pale? Zile zinakwanga na miguu za kupeleka watu huko. Yes. Ama ile pakuli mahali maiti inaoshewa. Unajuanga iko? Msijafika mochari. Iko pakuli nyingine kubwa sana pale. Ambapo maiti yanaoshewanga hapo ndani. So mchungaji anawekewa mwili hapo ndani. Sawa. Watchman anatoka nje, anafunga mlango. Pastor anapepeta huyo maiti. Ngono inatembea kwa mochari. Sawa. Ngono inatembea. Akitosheka na huyu, pasi anaitisha mwingine. So anaweza kulalisha maiti kama 4 ama 3 ili aweze kutoka hapo ndani. Na akitoka hapo ndani, haendi kuoga, haogi papo hapo. Anaenda hivyo kama kanisa yake ni ya Jumapili, ana make sure anaenda Jumamosi usiku, anafanya ngono na hao maiti. Sawa? Anafanya ngono kabisa. Asubuhi kitu anaenda kufaa kwa nyumba yake ni suti peke yake. Hafai kuoga. Anafaa ingie kanisani na ile uchafu ya kufanya ngono na maiti. Hapo ndio nguvu iko sasa. Anapiga injili kanisani. Injili inatembea, waumini wanapiga nduru, wanasema Bwana asifiwe. Lakini hawajui Kenya wanashangilia ni nini. Pastor ametoka na dhambi, ametoka na uchafu ya maiti mahali, ameleta kanisani. Ngoja. Ndio alale na wale maiti. Akilala naye kuna kitu atafanya kama tambiko, uchawi, ili apate zile nguvu, analala na yeye. Unajua pale kwa mochari hata ukienda uchukue nguo tu. Unaona ule mkufi, ile nguo yenye ameingia nayo kwa mochari. Yes. Uchukue tu ile nguo utoke nayo pale kwa mochari. Bado umepepa swara, umepepa mkosi, umepepa nguvu nyingine. Si yani uhitaji kuicommand. Yani automatically kuna powers unatoka nazo. Lakini yeye juu ni watu ambao wanahudumia nguvu za giza, kuna dhambiko wanafanyanga pale. Na hii dhambiko huwa wanaendanga na mayai ya mzee kobe. So akishafanya ile ngono, ameshatoa nguo zake pastor, ile mayai ndo anapasua. Sawa? Ya mzee kobe. Anapaka hii sehemu yake ya kiume, uume wake anaupaka. Sawa? Ile mayai ili iweze kuingia. So hizo dhambiko ndo anafanyanga. Anafanya hizo uchafu zote ati apate powers. Kwenda kudanganya watu kanisani, wampatie sadaka. Na akishahubiri hiyo siku ikiisha, anaenda anaoga. Sawa? Akishaoga, yale maji ndo mnasikia yamerudishwa, yanakuwa anointing oil. Mnapata kuna kanisani vimafuta mnalambishwa. Kuna vitu vimaji mnanyunyiziwa pale kanisani. Hizo vimaji mnajuanga vimetoka wapi? Pastor ameoga, ameosha mwili wake, mwili ambao ameenda akafanya nao ngono pale kwa makafani. Tunaelewana? Hizi ni vitu ambazo zipo na zinaendelea. Tuingie wanasiasa, bado wanafanya ngono tena sana na maiti. Wanasiasa? Wanasiasa ndo wameharibika tena zaidi. Wanafanya ngono na maiti ndio nini ifanyike? Nguvu ya kucontrol watu.
ili akienda mahali mkutano, nyinyi kazi yenu ni kushangilia, mupige nduru, mnasema ni tutam. Sawa, ama ni one term. Hii one term ujui inaongozwa na nini? Mtu kabla atolewe mochari, kabla mtoe mwili wenu mochari mpeleke muziki, anakuanga amefanyishwa ngono mara mingi sana. Na unajua watu wengi hawawezi shughulika kuangalia vitu kama hizo. Wewe utaenda kugeuza matako maiti yako ikiwa kwa sanduki, atuangalie Kenya amefanywa. Huwezi angalia hata. Huwezi angalia. Unapatanga huyo mtu ameralishwa ngono pale kwa mochari. Yaani wanaume wanapita juu. Mapasta asilaini na si pasta mmoja. Sawa. Wanasiasa na si mwanasiasa mmoja. Unapata kitambo mchukue maiti yenu imefanywa ngono na watu zaidi ya 20. Moja tu. Kuna maiti zingine mnapatanga ni kama inalia kwa sanduki. Ni venye yani anashindwa. Ana ile nguvu ya kutamka aseme Kenya alifanywa pale kwa mochari. Mtu hata akienda mochari haki ya Mungu ni kama chere nyingine. Vitu anavyoenda kuvifanya pale ni uchungu. Yani ni ile tu amekufa, hana uwezo wa kukataa. Nikwambie tu kweli. Wanawake hivyo hivyo wanang'ang'aniwa pale mochari, hata na wale watchman wanalinda maiti. Mkipeleka mwanamke wenu maiti yenu kama ni kinona vizuri hivi kiko sura mzuri, kabla mtu hata awekwangi kwa freezer same day na wachonga kama siku 2 ashughulikiwe. Mtu wa kwanza kumfikia pasta ama mwana siasa. Wakichelewa kidogo, ule mtu wa mochari ndo anaonja hiyo asali ya mtu ameletwa same day. Ndio maana hawawekwangi kwa freezer na ile siku wanapewanga kama siku 2 ndo wanawekwa ndani. Juu kuna wale wachungaji ama wanasiasa wanatakanga vitu siku fresh, hata kiende kutolewa kwa mashini ndani. Hivyo ndio watu wanaletanga magonjwa mabaya na maswara na mikosi. Sawa? Mnashindwa ugonjwa ilitokezea hapa duniani, mnashindwa ilitoka wapi? Zinatokanga hapo kwa mtu amekufa. Magonjwa mengi. Yeah. Nataka uongelelee maji ya mochari, ulikuwa umeguza kidogo. Maji ya mochari nayo inatumika aje? Si inatumika kwa biashara. Kiaje? Tuelezee in detail. Hizi vitu kwani unaishingi dunia gani? Wewe unaishi dunia gani? Nitaishi kuwafunza mpaka siku gani ya kwamba vyakula ambavyo mnavyovikula mahoteli makubwa town kila mahali zinawekwa maji ya mochari. Tuko sawa? Yale maji ya mochari ukionja tu hiyo chakula ambayo imenyunyisiwa hayo maji, haki ya Mungu hautaitoka kwenye hiyo hoteli. Utakuwa unaenda hapo unaitisha ile hata ile pilau ya jana, wewe unataka hiyo. Unasema ile pilau ya jana ilikuwa tamu sana. Unaweza kupewa kama ile ilibaki. Nguo zile mtu ametolewa mochari, hizo nguo zinapebwanga moja kwa moja, zinapelekwa kwanza kwa waganga, zinatengenezwa, zinatiwa madawa zingine, alafu ndo zinarudi kufanya biashara. Nguo za mtu amekufa. Unaingia kwa duka fulani ama shopping mall ama boutique, unapata kuna nguo hapo imechapa ni ya kitambo. Nguo imezeeka hapo ndani. Kwani yeye anausanga vitu vimezeeka? Mtu ukiona kitu yako imezeeka kwa duka, si unafaa utupe? Saa zingine unapatanga mtu amenunua nguo imeraruka ama nguo mzee. Akifika nayo kwa nyumba, hata familia inashinda huyu mtu aliyekuwa ameangalia wapi akinunua nguo. Zile ni nguo ambazo zimewekwa pale kwa maduka za kuuza zile zingine. Mimi sitawafunza kila kitu na mlilipi. Wewe kama umefungua biashara na unataka iendelee ya manguo, biashara ya mahoteli unataka inawiri, tafuta maji kama haya. Sawa?
Maji ya mochari yanakuanga ikala. Yes. Nimefanikiwa kupata kidogo, niwaoneshe. So, haya maji yako na kazi mingi sana. Maji ya mochari. Maji ya mochari. Kama gani? Nishakwambia kwa biashara. To discuss maji ya mochari kwa biashara inatumika kiaje? Inatumikanga kuleta mvuto wa customers. Na inafanya chakula kinakuwa kitamu tena sana. Kwa nyumba yako si unapikanga chakula? Bibi anaandaa mapochopocho vizuri. Yes, yes. Lakini ukienda kwa mahoteli unaona hapa ndio iko tamu kuliko ile ya nyumba yako. Kwani hiyo imepikiwa na moto inakaa? Imewekwa maji ya mochari yenye wewe yako iwekwaki kwa nyumba. So ukitaka chakula ikuwe tamu hata kwa nyumba yako, tafuta hayo maji ya mochari. Mwambie bibi anaweka kidogo ndani. Hautapenda chakula ya hoteli, utapenda chakula ya bibi yako. Hata kuna mabibi wanawake wanajuanga hiyo ujanja. Hawataki mabwana zao waende kukula kwa mahoteli. Huwa wanaweka hizo vyakula. Wanaweka hiyo maji maybe kwa thermos ya chai. Anaangusha drop moja. Ile chai anajua kwamba mzee wangu akija anamwaga kwa kikombe inaishia hapo yote. Anamwekeanga hapo ndani. So unapata amependa sana. So kama wewe unataka upende vyakula ambavyo vinapikwa kwa nyumba yako, tafuta maji ya mochari, patia bibi yako. Kuliko unaenda kukula mengine huko nje ya kupenda vitu vya hoteli, upende kwa nyumba yako. Yale maji yanakuanga na nguvu nyingine, my friend. Unaona hata hiyo niko nayo hapa hivi. Ijaribu kumwagika kwa hii nyumba yako. Hautapata usingizi. Itanisumbua. Itakusumbua. Hautapata usingizi. Unanielewa mpaka hapo? Nakuelewa. Kuna swali lingine kati ya yale mambo ambayo nimezungumzia? Hii maji ya mochari ndio nataka kujua. Wananunuanga pesa ngapi kama mtungi moja? Unaona kama hiyo nimekuonesha. Yes. Iko zaidi ya 5,000. Hiyo kainusu kikombe. Hata ni quarter ya kikombe. Hata inapita 5,000. Wacha tuongelee kitu inaeleweka. Mtungi moja yenye iko na maji ya mochari inatokana pesa ngapi? Lita inaweza toka up to 25,000. Lita moja? Lita moja, yeah. Kwa hivyo ni kumaanisha mtungi inawanga na 20 liters. Kwa hivyo ni almost 1,200. Yeah. Lita 10 ni 250. 520 liters. Lakini nayo utafuna ndani. Utafanya miokoto. Utapata customers na kazi yako itapendwa sana. Sawa? Yes. Nikawaambia kuhusu kamba ile ambayo mtu amejinyonga nayo. Leo niweke wazi openly kwamba wewe ukiona mahali mtu amejinyonga, usishughulike na maiti. Chomoka na hiyo kamba yote uniletee. Mtoe hiyo kamba, unipigie simu, nitakupatia namba. Nipigie simu. Hiyo kamba ndio mambo yote kwa biashara. Yaani inafunguanga nyota. Kamba ya mtu. Uoga ndio inaletaka umaskini. Watu wakiwacha uoga, namba mingi watatajirika hapa duniani. Ile kamba mtu amenyonga nayo shingo, akajiani kwa nyumba ama kwa mti. Waachana na mtu, chukua hiyo kamba. Mtu amekufa. Chukua hiyo kamba, ifungue nyota ya maisha yako. Ikuletee ufunuo, macho ifunguke, upate pesa. Mimi mwenyewe naweza nikakupatia pesa nyingi sana ukiniletea hiyo kamba. Ya mtu amejinyonga? Yeah. Manake naendanga nasitengeneza na mimi naanza kuziuza. Vipande. So wewe ukiipata, ukinyang'anya mkufi, toa mkufi hiyo kamba kwa shingo. Mnyang'anya kamba. Usimwachie. Uniletee, tafuta mimi sana. Nasikianga. Hata gari nitakulipia, hata kama uko Busia nitakulipia gari ufike Nairobi. Nasikianga mtu akishajinyonga, akishatolewa tu pale within 10 minutes ile kamba inapoteanga. Inapotea, si inaendanga na maskari. Hata askari, hata askari wakizubaa inapotea. Wakizubaa inaenda. Sababu kuna mtu 2, 3 wanajuanga maana ile kamba. Wanapoteanga nayo. Hii nayo unahitaji kufunzwa, unafaa utumie akili ujue.
hiyo kitu inafunguanga nyota ya maisha. Sasa nyinyi endeleeni kukaa hapo nje ende kimaembe, na kuna deal, kuna vitu ambavyo viko na mvuto wa utajiri, mnaviangalia. Ile kamba itafungua nyota aje ya biashara? Siwezi kukuambia itafungua aje. Unafaa unitafute, manake mimi ndo nimekuletea hii maneno kukufunza. Siwezi nikakufunza kila kitu kwa mtandao. Unafaa unitafute, uniletee hiyo kamba. Mimi sitaki wewe mwenyewe uende kuitumia. Nataka uniletee, nikulipe, mimi nifanyie mambo yangu. Tuko sawa? Yes. Lakini lazima utaifanya maneno. Lazima itafanya maneno. Unajua mimi ni mtu ambaye ako dunia yangu. Msiniangalie mwili iko ndogo na miaka iko mingi. Sehemu ambazo nimeweza kutembea hapa duniani, nimeshinda wale watu ambao ni wazee na wale watu ambao wamenona, wako na manyama. Nimewashinda. So msiniangalie huu mwili wangu. Mnafaa kuangalia vision yangu na akili yangu na zile vitu ambazo mimi nazizungumzia. Sawa. Kuna vitu ambavyo huwa vinafanyika, mnaona mtu alikuwa anazikwa. Sawa? Yes. All of a sudden mnashtukia ile jeneza imeslide pup, imeanguka kwa kaburi. Nazionanga TikTok sana hizo video. Mtu akizikwa sanduku inateleza kwa ile. Inateleza. Zinatelezanga nyingi sana. Umewahi jiuliza ile inakuwaka ni nini? Mimi naona tu ni kawaida tu, maybe ni mistake ya watu wamekosa. Ile kitu ikianguka inakuwaka na maana nyingi sana, hata si maana moja. Lakini mimi nitakufunza some of the meaning. Ile sanduki kitu ya kwanza ikianguka, ina maana ya kwamba mtu ambaye alihusika kwa kifo ya huyo mtu yuko hapo. Tuko pamoja? Yes, yes. Mtu ambaye alihusika kuua huyo marehemu mwenye anaenda kuzikwa. Ukiona ina miss, yuko hapo. Ako hapo kwenye kaburi lake, anataka kuona venye anateremshwa chini. So anasikia ngani kama ule mkufu, yani ni kama kuna roho spirits inamrusha, inamtoanisha kwenye zile kamba. Yani anasema sitangoja wewe mwenye umeniua uniangalie venye nateremshwa. Wacha nijiteremshe ili roho yako iridhike. Sawa? So huwa anajiteremshanga. Amekubali. Yani hataki kuwasumbua ati mteremshe chini. Ashakubali ameuliwa, umemuua. Na huko hapo unataka kushuhudia vile atafika chini. Taratibu. Lakini sasa yeye anakasirika, anajirusha ndani. Tuko pamoja? Yes, yes. Hiyo ndio sababu kubwa sana naweza nikakwambia huwa inafanya mtu ana miss, anajitoa kwenye zile kamba, anajiangusha ndani. Kuna sababu nyingine? Sababu zingine zinakuanga yani sio sensitive sana. No. Yes. So kama hii kitu inaitwanga aje ile ya kushare mwanamke. Unaona kama ulikuwa na bibi na kuna mtu mwingine anakukulia bibi yako. So ikafika point ukakuwa mgonjwa, alafu huyu mwenye analala na bibi yako anakuja, ama kama ni rafiki yako anatembea hospitalini kukuona. So unapata amekuua. Unajua si sawa kwenda kumuona mtu kama huyo. Mtu mwenye mnashare mwanamke na yeye ufai kwenda kumuona hospitalini. Utafanya akufe. So wakati umesababisha kitu kama hiyo ni sawa na ni wewe umemuua, si kweli? So ukija kwenye yale masishi yake, hivyo pia ile sanduku itaanguka. Kwa hivyo hizi masanduku zinaunganga ikwangi ni kawaida? Si kawaida. Si kawaida. Hiyo ni ishara ya kwamba mwenye amesababisha yuko hapo. Nimekuelewa sasa. Unielewa mpaka? Yes, yes. Na kuna wengine wanakataa hata kupelekwa nyumbani. Wengi sana. Si ndio? Naonanga kwa video, sijai shuhudia. Wengi sana unapata magari zinasumbua kwa njia. Mkufi aendi na amekufa. Unapata mtu kama huyu alilaaniwa.
Sawa. Aidha alikosea wazazi wake, watu wa familia wakamlaani, na akaamua kutoka nyumbani, akasema kuna ile mtu unakasirika, unasema hapa nikirudi labda narudi nikiwa kwa sanduki. Naelewa vitu kama hizo. Na wewe ukajikubalia, ukakubali ya kwamba wacha uende rudi ukiwa maiti. Sawa. So unapata mtu kama huyu wakati anarudishwa nyumbani, kama hawakuwa wametoa huo mzozo ama kuombana msamaha na watu wa familia, akakufa kabla ifanyike hivyo, unapatanga zile spirits bado asikubali aende huko. Manake ulikuwa ushaharibu uhusiano na nyumbani. Unanielewa? Zile spirits azikutaki kabisa, hata familia ikutaki uende huko. Unapata watu wengine hata wanalazimishwa kupelekwa. Kuna wale ni wao hawakutaka kuenda. So unapata mtu watasimamisha gari kwanza, wamtoe ndani ya ile sanduki, wamchape viboko. Wakishamchapa viboko, kama ni pombe alikuwa anapenda, wamunyweshe pombe kama amekufa. Wamupembeleze na kubali kwenda. Unapata hiyo? Yes, hiyo nimeipata hiyo. So mambo kama haya huwa yanafanyika, lakini watu hawajawahi hata kujiuliza ama kujaribu kutafuta majibu ni yapi. Na pia inasemekananga ukiona mtu akikataa kwenda nyumbani, labda alisema nisizikwe nyumbani, na mnajaribu kumpeleka huko. Sababu ni mingi, nimewambia. Kama alikataa, mfai kumpeleka. Kuna wengine hata tuseme alikuwa na boma mbili, pipi ya kwanza na pipi ya pili. Na labda kuna ile ya kwanza alikosananga nayo ndo akaleta ya pili. Lakini akasema mimi msinizike kwenye ile nyumba kubwa. Nizike nyumba ndo. So mkilazimisha kuenda kumzika ile nyumba kubwa, my friend, mnaonanga maajabu. Mimi nimewahi shuhudia mahali walimzika leo usiku, si ndio? Asubuhi watu kuamka wakapata hayuko pale. Ile jeneza imetoka pale chini na huyo mtu. Ikajipeleka mpaka kwa nyumba ndo? Kwa nyumba ndogo. Ikasimama mahali anafaa ziko ile position yake. Walizika usiku, akajitoa. Akajipeleka penye alisema azikwe. Hizo vitu huwa zinafanyika. Mimi nimeshuhudia mingi. Nimeshuhudia mingi hata Tanzania. Kuna wakati nimewahi kuwa Tanzania. Hata hapa Kenya kwa Wajaluo zinafanyika. Kuna nyingine ilifanyika pale Awendo. Yes. Kwa Wajaluo. Kwa Wajaluo. Zinafanyikanga sana kwa Wajaluo pia. Na mila pia zinachangia mambo mingi kuharibika. Mila na desturi ndio vitu vingine ajabu. Vitu za ujinga kabisa. Kabla mila desturi, mtu akilala na babake, msichana akilala na babake ama kijana akilala na mamake, nini nafaa ifanyike? Huyu wakishafanya hivyo wanafaa kumchinjia kondoo. Lakini akiwachwa hivyo, msichana atakuwa amelaaniwa. Hautawahi simamisha ndoa yako. Na ikienda sana utakosa hata mtoto. Watu wengi kuna wanaume wengi wanalala na wasichana wao. Si ujaribu uweke mtoto wako mimba. Uone atazaa nini? Atazaa mwenda wazimu ama afae mtu apunumu. Anaweza kutoa hata mtu ambaye kuna kichwa ya mbuzi. So ni hatia na ni makosa makubwa sana mzazi kuweka mtoto wake mimba. Ni makosa makubwa sana. So ukifanya hivyo, kama umejua umelala na mtoto wako, unafaa uite wale wazee wa kitambo. Utafute kondoo, ichinjwe, wakufanye mila yao, wakuoshe yani, wakutoa ile dhambi. Unajua ile dhambi huwa inatolewa. Wakisha kutoa ile dhambi, wanaitoa pia na kwa msichana. Tuko pamoja? Yes. Inaoshwa na unakuwa clean. Lakini usirudie tena. Inaoshwa kama mara moja. Ukirudia umeharibu, hata anaweza kufa. Nasikianga. Kuna mtu karibu na nyumbani kitambo kidogo aliweza kufanya hivyo. Akalala na msichana wake. Watu wakajua. Wasee wakaja karibu, wakakuja kwake. Wakamwambia hii kitu umefanya, tumesikia fununu ni kibaya. Unakubali makosa ama hujakubali? Akasema yenyewe nilifanya tendo, lakini kuna pepo mbaya ilikuwa imeniongoza. Wakamwambia vile inafaa ifanyike. Wakaleta kondoo mbili wakachinja. Moja ya mzee, moja ya msichana. Wakaoshwa. Lakini mzee akaambiwa ile pepo tena isijaribu ikuingie ukarudie ili kosa.
wakaweka agreement. Lakini tena ule mzee akakuja akapimia, akaona msichana wake ndio ule pafu anaoga. Mama hakukuwa. Mzee tena akatokezea kwa pafu, akaamua kusoma misa na mtoto wake tena. So ule mtoto hakumaliza hata wiki moja, aliweza kuaga dunia. Hiyo ni kitu ambacho mimi nimeshuhudia na macho yangu. So hiyo kitu ni very 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 risky na ni dangerous. Na haifai kufanyika hivyo kabisa. Kuna watu wengine wanapata wanaoana, cousin anaoa cousin. Kujua ile kitu unajua kabisa ni cousin yako. Ni makosa pia. Haifai. Penalty ya hiyo inakuwa ni gani? Ni kuingia kwa laana tu, ni general. Aita nyinyi ndo mlaaniwe ama kisasi ambacho mtakileta kitalaaniwa. Kwa hivyo ni makosa sana. Ni makosa makubwa sana. Makosa makubwa sana. Ambapo haifai. Hufai kulala na damu yako ya ukoo hufai kabisa. Yeah. Wasichana ni wengi hapa nje. Kuna mahali ulikuwa umeguzilia kabla tuanze mambo na placenta, vitu kama hizo, tukimalizia kuzilizo vitu zingine. Hizi placenta ni ile ng'ombe akizaa ndama, hiyo placenta ndo najaribu kumaanisha. Yes. Ile placenta inasaidia sana na iko na kazi nyingi sana kwa maisha sana ya mwanamume na mwanamke. Akitumia vizuri jinsi inavyohitajika. Unajua placenta inakuanga kwa ng'ombe hata kabla ng'ombe azae tayari iko ndani. Si unaelewa, inakuanga tu hapo ndani. Kwa mtu ambaye labda amekosa kuzaa, kuweka mimba ama kuwekwa mimba, ile placenta anafaa atumie placenta sana. It's either uichukuage, unaikatakata pieces ndogo ndogo vizuri, unaipika, unakula. The more unaikula, inakutengenezea mfuko ya uzazi wako. Sawa? Inatengenezea mwanamke nyumba ya mtoto. Inairudisha na kuwa sawa. So ile placenta inasaidia mwanamke kubeba ujauzito. Namaanisha yule ambaye amekosa mtoto kwa muda mrefu. Hiyo ndio siri na hiyo ndio dawa pekee yake. Same na mwanamume ambaye haweki mimba. Ile placenta inakuanga na mafuta yake. Pia wewe unaweza kuamua ukaipike na ukakula, ama itolewe yale mafuta ambayo iko nayo. So utakuwa unatumia yale mafuta lakini yapite ndani yako, alafu mengine unaipaka kwa uume wako. Itakutengenezea mayai ya mtoto na utaanza kuweka mimba. Hizi ni vitu ambazo tumefanya utafiti wa hali ya juu. Na si eti hii utafiti tunaifanya hapa Kenya. Tumeifanya sehemu nyingi huko nje majuu. Na tukagundua hizo vitu vina maana kubwa sana kwa maisha ya mtu. Lakini ni vile watu wengi hawajui na hawatakagi kutake serious. Tuko pamoja? Yes. Mtoto mdogo mchanga ambaye amezaliwa, watu wengi wanasemanga mtoto anakuja na sahani yake. Kweli ama uongo? Ni kweli. Anakuja na sahani yake, anakuja na nyota, anakuja na baraka na kila kitu. Lakini kuna namba ya watu wengi hawajui namna ya kutumia ile bahati, baraka yenye mtoto amekuja nayo. Hawajui kuipokea ama kuitumia. Unajua nyinyi mnazoea mtoto akizaliwa ni hivyo, anyonye, aoshwe, alale. Hapana. Mtoto akizaliwa, my friend, kuna vitu muhimu sana ambavyo mnafaa kuvitumia, ambazo zinatoka kwenye huyo mtoto. Kama nini? Mkojo, kinyesi ya mtoto. Kinyesi huwa inakuja ikiwa kama mayai. Sawa? Ile yolk ya mayai. Na unajua yolk ya mayai kazi yake? My friend, yolk ya mayai iko na maana kubwa, maana nyingi sana kwa kusafishia watu nyota
na kufunga watu. Ile ya mayai ya kuku. Inafunga na inafungua. Ile ya mayai ya kuku. Hiyo ya mayai ya kuku ya kienyeji. Kienyeji si zingine. Sio kila kuku. Hiyo mayai ya kuku, hiyo ya kuku itafungua nyota aje na kufunga nyota aje? Hiyo tutakuja baadaye. So ile kinyesi ya mtoto, wewe kama mzazi wake, mama na baba, inafaa mtoto amelala usiku, mkiamka asubuhi mupate ashahara kwenye hizo pampers ama kwa nguo, ile uchafu msitupe hivyo yote. At least unafaa ilambe, gusa na kidole kwa mdomo, wewe na mama na baba ya mtoto. Hivyo ndio mtatengeneza ama mtapokea zile nyota za mtoto. Na sisi tunafanya hivyo mara moja na unawacha. Unafanya hivyo mpaka vile mtoto atawacha ama ile kinyesi itabadilika, iwache kutoka yellow. Lakini the moment mnaona bado iko yellow, sisemi na ni kila saa, usiku ifike asubuhi. Ile ya asubuhi kama mkipata iko, mfaa kufanya hivyo. Ikiambatana na mkojo. Na yale maji ambayo mumeosha nayo mtoto umemuosha, yale maji usimwage kwa nyumba yako, usimwage nje, usimwage kwa mahindi, usimwage kwa fence. Yale maji unafaa unanyunyizia mahali watu wengi wanapita, wanatembea. Sawa? Kwa nini? Unafaa kunyunyizia mahali movement ya, sinaona kama pale kwenu, si kuna hii njia watu wanapita, wanapanda, wanapita. Mwaga hapo. Nyunyizia hapo na mpaka kwa kiti yako. Mtu yote ambaye alikuwa na nia mbaya na ule mtoto wako, akifuka yale maji, hiyo nia mbaya inamwishia, anakuwa confused, anasahau na kila kitu. So utaishi kumchanganya hivyo mpaka ushtukie mtoto ashakuwa mtu mzima. Mtu mzima. Si hivyo umemwokoa? Yeah. Na pia yule mtoto huwa anaabsorb. Kuna mtu atapita kwa njia, alikuwa na bahati ya maisha. Sawa? Ako na baraka fulani. Akifuka tu yale maji hivi, yule mtoto huwa anaabsorb. Yale maji yaani mtoto spiritually, mtoto anaabsorb zile baraka ambazo yule mtu amepita amebeba. Zile bahati amebeba, kuna high chances yule mtoto anasifuta na zileta kwake, ama anamugawia. So yale maji, hata ukiuliza mtu yeyote, hata ukienda usome comments za watu ambao watasikiliza hii kipindi yangu, watakuambia yale maji hayamwawi kwa mahindi, kwa nyumba ama wapi. Yanamwawa kwa njia peke yake, sehemu ambayo kila mtu anapita anafuka. Tukuje kwa mayai. Yes. Yolk. Yeah. Hii yolk ya mayai iko na kazi mingi. Inafungua nyota, inafunga nyota, inafungia watu, inafungia mjumba, mtu anahanya inafungia. Yaani iko na kazi mingi sana kwa mwanamke. Ukiona bibi ama bwana yako ni msaliti, yani anatoka nje, anatoka nje ya ndoa, unafaa kuwa mjanja. Ile mayai ya kuku yolk ndio mambo yote. Sitakwambia jinsi ya kuitumia. Manake utaenda kufungia mjumba wako, watu watafungana hapa nje. Lakini hii nayo nakwambia ni direct, hainanga shortcut. Ile mayai ikikamata mtu ni hivyo. Ukitaka tu mtu mahali unaona kuna mtosi mahali ako na pesa, mwanamke ama mwanamume, whichever gender, na ungetaka ushikane naye, urafiki kwa hali ya juu, mapenzi ishike, atakuwa anakupatia pesa. Tumia mayai ya yolk. Mayai ya kuku. Mayai ya kuku itakuletea pesa kutoka pande. Huyo mtu atakupenda design fulani crazy, sawa? Atakupenda vile hajawahi kuwa. Ndio maana unapatanga mtu anapenda mtu bila sababu. Kuna saizi watu unashtukia mwanamke amekwamilia kwa mwanaume fulani, mpaka mwanaume anashindwa, huyu mtu kwani aliona nini kwangu?
Ama unapata kuna mwanamume amefungwa, kazi yake ni kupatia mwanamke fulani pesa. Yaani mwanamke hata kumpigia simu usiku saa 7. Oh baby, niko na emergency nataka 10,000. Mwanamume kama hana atakopa mtumie. Na kama ako naye atamuongezea hata ifike 20. Ameshikiwa mayai. Ameshikiwa mayai vilivyo. Ndio ni kumaanisha hata hawa wanawake wanaharibu ndoa za watu, na unapata mtu alikuwa na bibi na watoto, anaacha bibi na watoto wake, anaenda anachukua na mwanamke ako na watoto kama 6 ambao si wake, na anaanza kulea familia nyingine. Anafungiwa mayai. Unawaja familia yako, unaenda kulea familia yenye si yako. Amefungiwa mayai. Huyo mwanamume ni mwanyachi, alikuwa anatangatanga nje ya ndoa, akanaswa na mayai. Na mtu anaweza nasuliwa kwa hiyo mayai. Mtu anaweza nasuliwa. Aje. Sasa ukisha nitafuta, nitakwambia namna ya kunasa na kunasua. Oh, kunasa, kunasua zote. Zote niko nazo. Nataka sawa. Tuendelee kwa ingine tukimalizia. Mambo ni mengi. Na hatuwezi ongea yote siku moja. Hatuwezi ongea nayo kwa leo peke yake. Kesho tutaambia watu nini? Sawa, tukimalizia, uko na message gani kwa watu wangu hapa? Kabla niingie kwa message, kwa mtu labda amefurahishwa na mafunzo yangu na labda angependa kujua more. Yes. Labda kuna swali kunihusu mimi. Kuna kitu anataka kujua zaidi. Anaweza kunipata kwenye hii namba ya 0791 87 14 96. 0791 87 14 96, nambari yangu ya WhatsApp. Andikia mimi ujumbe hapo. Na bila kusahau pia kuna watu wamefungiwa baraka zao ama maybe za kibiashara, kikazi. Walipeana pesa kwa mikono mbaya. Pesa ikafungwa. Nasikia unaweza pea mtu pesa akuroge ukue utaipata pesa ama mbako yaribike. Na nikwambie si eti lazima upatie mtu pesa mingi na akakufungia hapana. 50, 100, 20, 10. Kuanzia 200 kurudi chini. Hizo ndio pesa ambazo zinafunganga watu. Mtu hawezi akakufunga na 500 au 1,000. No. Hizi pesa kidogo ndio zinafunganga watu. Unapata mtu amefungiwa pesa haki ya Mungu. Yaani vitu zimemkaukia. Mpaka anashindwa yeye anaishi dunia gani. Alipatia mtu pesa akamfunga. Anafaa ufunguliwe. Unafaa uchinasue kwenye huo mtego. Nikuulize, ukitumia mtu M-Pesa inaweza kufunga? Hawezi kufunga M-Pesa. Cash. Kienda kwenye nyumbani kutembea, waachana na kupatia watu pesa ya mkono. Waachana kupeana cash. Mtu kama anataka sukari, nenda ukalipe kwa duka. Wewe mwambie nenda kwa fulani uchukue sukari, nitakuja tena. Ama ukiona ako na haja sana na hiyo pesa yako, umtumie kwa simu, usimpatie cash. Simu kwa simu ataenda aka withdraw. Najua hujampatia pesa kwa mkono. Umenielewa? Fanya na M-Pesa ama tuma mtu kwa duka akachukue Kenya anataka, utamlipia. Kama si hivyo basi utafungwa. Na nikinunua unga nishike na mkono nimpatie. Unga ni sawa, si anaenda kukula. Huwezi loga mtu kwa mtu amekupatia chakula. Lakini chakula nao ndio inafunga watu wengi, ndio inaroga watu wengi. Lakini ukipatia mtu chakula akule, hawezi kukufanyia kitu yote, hawezi akakuroga. Manake yeye ndo amekula, si wewe. Ongelelea kabla tujamaliza, na najua tulikuwa tuna finalize. Ongelelea pads za wasichana vile wanafungwa wakizitupa kwa dustbin. Hizo zinafunganga mambo ya uzazi. Unapatanga wanarogwa hadi vibaya sana. Yes. Unajua kuna vitu ambavyo wanawake wanadispose kila mahali. Vitu kama bat sio kitu ya kutupa kila mahali. Ni vitu navaa usitupe mahali secret sana. Yaani penye ni wewe tu unajua mahali umeirusha. Maybe ni kwa choo ama ni wapi. Lakini isiweze kufikiwa na mikono mingine. Hizo bats zimeweza kufanya wanawake wengi hawashiki mimba. Zimeweza kufanya wanawake wengi ndoa zinasumbua, ndoa inayumba, hakuna amani. Hizo ni vitu ambazo ziko very 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 sensitive sana.
Kitu kama ile uchafu ya mwanamke hapo chini ni kitu iko very very sensitive sana. Mtu mwingine akifanikiwa tu kupata tu hivi, kama alikuwa na mambo mabaya na wewe, hiyo inakuwa direct. Akifanya ni hivyo inakushika. Akipeleka kwa uchawi zile parts zako. Akipeleka kwa uchawi, wewe kuisha utakuwa unasikia ni kama kitu inatembea kwa tumbo. Tumbo unasikia ni kama imefura na hakuna kitu ndani. Yaani unasikia umeshipa na hakuna kitu ndani. Hiyo ni parts ishapelekwa kwa mganga ikakunasa. So hiyo ndio inakucontrol, manake hiyo iko na damu yako direct. Unasikianga damu direct? Yeah. Ni hiyo sasa. Unaweza pata mimba wakati parts zako zimerogwa? Huwezi pata mimba, hata ndoa itashindikana kabisa. Hata ndoa kupata inaweza kuwa ngumu. Unaweza kuwa ngumu sana hata kupata ndoa. Same na masuruali za ndani. Hizo nguo pia watu waziweke mahali pazuri, mahali ambapo sio kila mtu anaziona ama anasifikia. Kuna watu masuruali zao zimeweza kuibwa, zikachukuliwa, na after zimechukuliwa unapata hapo ndio mtu maisha yake yalianza kubadilika. Masuara zilianza kumwandama after suruali zimeweza kupotea. Sikapelekwa kwa mganga na sikamfunga. Makosa hapa ni ya nani? Ni ya mwenye suruali ama ni ya mwenye kupeleka? Wewe usipochunga suruali zako na wacha nje, sikichukuliwa, makosa ni ya nani? Wewe ndio ulitaka hivyo. Nasikia wengine unarogo unapata uwezi simamisha. Wanaume wengi sisi meangusha hiyo mikia. Masuruali hizo ndio zimeangusha mikia ya wanaume wote. Unapata mwanamume ukaenda mahali ukafanya na mapenzi na mtu ukawacha suruali. Uko na wanawake wengi. Kila sehemu unaenda unawachanga suruali. Huyo mtu unawachia suruali yako, unamwamini aje? Atapeleka kwa mganga iangushe. Sawa. Yeah. Sawa. Tutadiscuss hizo vitu zote baadaye. Naona zimekuwa mingi sana. Na there is a lot to discuss. Hatuwezi ongea kila kitu siku moja. Hatuwezi ongea yote. Tukimalizia wapatie namba tena. Tukimalizia. Namba yangu bado ni ile 0791 871496. Ukiwa na swali kama kitu yako mkia iliangushwa, usilalie kamba. Kuna namna ya kusimamisha. Kila kitu kinakuanga na solution. Hakunanga kitu hakinanga majibu kwenye hii dunia. So usiwe unafinyika ama unafinywa na shida mahali na utaki kushare. The more una share, the more unapata solution. Lakini ukijiekea hautawahi saidika. Fungua roho useme wewe unafinyika 1 2 3. Uko na msipa fulani, uko na shida fulani ambayo inakupea stress na kusumbua. Ili tuweze kuzemezana na tujue ni vipi utaweza kusaidika. Lakini sasa mtu ukijinyamazia na shida zako, hautawahi saidika. Fungua roho uweze kusaidika. Tuko hapa ili tuweze kufikia watu wengi na tuweze kuwasaidia. Sisi ni watu ambao tuko saidi ya mapastors. Niseme hivyo. Kama mimi. Na sifanyi kazi nikiwa peke yangu. Niko na walimu wangu. Wanafanya kazi ambayo iko very very perfect. Ya spiritualist. Mambo ya uzazi, kupanga uzazi, mambo ya kusimamisha ndoa, mambo ya kupata mtoto kama umekosa. Tunatengeneza kabisa kila kitu. Kuna madawa na kuna vitu mingi ambazo tunazitumia ili to make sure wewe umeweza kusaidika. Na haijalishi wewe uko wapi. Aidha uko Kenya, uko Tanzania, uko Nigeria, uko hata Marekani. Kazi ya spiritual inaendanga kila mahali. Hata kama uko wapi, kazi itafanyika na utasaidika. Yeah. Hayo tu ndo naweza nikaambia. Sawa, asante kwa mafunzo ya leo. Na hapo watu wamelearn kitu kutoka kwa hiyo, na wajichunge sana. Life is spiritual. Life is spiritual. Wachilie vitu zao kwa hizo vitu umesema. Nitazidi kukuleta ili uweze kuwaletea mafunzo kama hiyo. Yeah. Na mengi zaidi. Kabisa. So kama umefika hapa na hujasubscribe, kindly consider subscribing, na I will see you in the next one.